Ni matokeo ya kuumiza. Ni matokeo kwanza hatukuyatarajia, lakini ungeweza kuyategemea kutokana na aina ya mpinzani ambaye tunakutana naye, kwa maana ya Mtibwa Sugar. Unaweza ukaidharau Mtibwa Sugar, lakini haiondoi ukweli ya kwamba ni timu nzuri, ina vijana wengi wadogo ambao wana uwezo wa kufanya chochote. Kijana akiwa mdogo hana pressure kubwa, haofii kukosea, haofii kuharibu, na ana uwezo wa kucheza kwa muda mrefu kwa ajili ya kutafuta kitu, na ndicho ambacho kimetokea leo. Kipindi cha kwanza ama dakika za mwanzo takriban 30-25 hivi tulikuwa kwenye ubora sana, tukatengeneza nafasi nyingi sana, lakini tukashindwa kuzitumia. Pale ambapo tulishindwa kuzitumia hizo nafasi, ndipo ambapo Mtibwa Sugar wakaochukua mchezo na kuweza kutawala, na kwa kuwa ni vijana wadogo ambao wana uwezo mkubwa wa kukimbia, wa kucheza, wa kupasiana, wana uwezo mkubwa wa kufanya kila kinachowezekana uwanjani, wakaochukua mchezo na wakafanya kile ambacho wanaweza kufanya, na wakabahatika kuchomoa goli moja na ngoma ikaisha kwa sare ya bao moja. Ni matokeo mabaya, alafu ni matokeo mabaya ya mfululizo ambayo kusema kweli yanaumiza. Ukiangalia tupo kwenye vita kubwa ya kupambania ubingwa wa ligi kuu ya NBC, kupambania kurejesha heshima ya mnyama, lakini kwenye hizo nyakati ambazo unatakiwa kuamka na kuchukua alama kwa ajili ya kurejesha confidence ya timu, ndipo ambapo mnajikuta mnaangusha tena dhidi ya timu ya aina ya Mtibwa Sugar. Ni matokeo mabaya, lakini kila mmoja anapaswa kuwajibika. Hii haiwezi kuwa hali ya kawaida ya Simba Sports Club alafu tukasema tu ni mpira. Kwanza lazima wachezaji wajiulize wao wenyewe wanafanya nini tena, au ndo ukifungwa hata ni vidudu vinakuwa vikuheshimu. Wachezaji kwanza wao lazima waanze kwa kujitathmini. Mchezaji moja anafanya cha kutosha, anaisaidia Simba ipasavyo. Ubora anaoonyesha ni ubora wa hadhi yake na ni ubora wa hadhi ya Simba. Namna ambavyo anajituma kwa kulingana na mahitaji ya Simba. Namna ambavyo anajituma kwa ubora wa Simba Sports Club. Lazima kila mchezaji mmoja kwanza, kabla ya kufika kwenye timu kwa ujumla, lazima kila mchezaji mwenyewe ajifanyie tathmini. Lazima ajiangalie ubora aliokuwa nao unafanana na ubora unaotakiwa ndani ya Simba Sports Club. Work rate ambayo anaitoa kwa ajili ya kupambania Simba yake inafanana na kile ambacho kinatakiwa. Lazima tujitathmini hivyo ili tuweze kuamka hapa tulipo na twende tunakoelekea kuzuri zaidi. Tumeshapoteza alama 5 mpaka sasa, ni jambo baya kweli kwenye vita ya ubingwa, hasa kwenye ligi ambayo unaweza kukutana na timu chache ambazo ni ngumu. Kwa hiyo kwanza lazima wachezaji wa Simba Sports Club wafanye tathmini wao kwa wao. Lazima mchezaji mmoja afanye tathmini ya kujiuliza, je, anachokitoa kinastahiki kwa Simba Sports Club. Ukiangalia mchezo leo, pamoja na kwamba tulitengeneza nafasi nyingi na tulikuwa bora kipindi cha kwanza, lakini kuna wakati ulikuwa unaona inatakiwa nguvu kubwa zaidi, wanatakiwa watu wapambane zaidi, hasa baada ya Mtibwa kusawazisha, lakini uione hiyo ari, unaona watu wako down, watu wanacheza kama tayari tunaongoza goli moja ama goli mbili, yani watu unaona kabisa hawana ile moyo ya kupambana, hawana ule mzuka wa kutafuta goli, hawana ile yani ile speed, yani ile njaa ya Simba hauioni kila ambapo wanapata mpira. Matokeo yake tumepata sare, ni matokeo mabaya, lakini hili halipaswi kupita hivi kwa sababu tunakoelekea ndio kugumu zaidi. Hii ndio kwanza mechi ya 6. Bado tumebakisha michezo takriban 24 ya ligi kuu ya NBC. Kwa lazima kila mtu hapa ajifanyie tathmini ya kina. Ukitoka kwa wachezaji, lazima benchi la ufundi lijitathmini la wenyewe kwamba je, tunachokifundisha mazoezini
ndicho kinaonekana kwenye mechi. Nani afanye vile ambavyo tunaelekezana na kwa nini, ili tutafute njia ya kwenda mbele zaidi. Lakini kwa upande wa viongozi vile vile lazima tukae chini tuangalie shida ni nini. Unapoteza mechi mbili za ligi kuu ya NBC, unapoteza dhidi ya Azam, unaweza ukampa heshima Azam kwamba ni mpinzani mgumu, lakini unakuja unapoteza dhidi ya Mtibwa Sugar. Sio timu mbaya, sio timu ngumu, lakini timu ambayo Simba unastahili kushinda dhidi ya Mtibwa Sugar kutokana na aina ya wachezaji ulioko. Kwa hiyo lazima kila mmoja ajifanyie tathmini hapa, kwa sababu tunakoelekea ni kugumu zaidi. Hatuwezi kusema twende hivi tu bila kufanya tathmini yoyote na kuangalia wapi tuko sawa, wapi hatuko sawa, wakati huko tunakoelekea ndio kugumu zaidi. Moja kati ya maeneo ambayo ni rahisi sana kufanya maamuzi baada ya tathmini fupi ni eneo la uchezaji, na hii shida ya Simba haijaanza leo. Hata kwa upande wa wachezaji wengi wanaletewa lawama. Ni muda wake huu kusajili, lakini pia kufagia. Mmefikia wapi, ama kuna kitu ambacho umekiona kwenye tathmini ambayo kabla ya kufagia? Kufagia sio solution sana. Kabla ya kufagia lazima uangalie hawa waliokuwepo, kwa nini wameshindwa kudeliver, kwa nini hawakupi unachokihitaji, kwa nini hawatoi kinachostahili kwenye timu yako. Kwa lazima kwanza, kabla unaweza kufagia ukaleta mwingine bado akawa vile vile. Hakuna hata mchezaji mmoja mbaya wa Simba, lazima hilo tukubaliane. Katika timu ambayo ina wachezaji bora, ina wachezaji wazuri, very skillful and talented, Tanzania hii ni Simba Sports Club. Tuna wachezaji mmoja wenye vipawa na vipaji vikubwa kweli kweli, lakini kwa nini hatuvioni kwenye mechi? Kwa nini hatuvioni kwenye mashindano mbalimbali? Sasa kabla ya kufagia lazima tujue bwana, kwa nini hatupati the best out of you, wakati sisi tunajua wewe una ubora uliokuwa mkubwa. Kwa nini wewe tulivyokuzoea sivyo tunavyokuona hivi sasa? Tukipata majibu hapo, hata kama unasema unafagia ukiwa na solution, au unaweza ukaamua usifagie, lakini atakayekuja kwa maana yule aliyokuwepo ukaondoa zile sababu na akarejea kwenye ubora wake.